Apokea hadithi al-Imam Ahmad katika musnadi yake kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna likulli amalin shirra wa likulli shirratin fatratun. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika mwanadamu pindi anapoanza kufanya jambo huwa anapatwa na jambo linaloitwa shirra. Mwanadamu anakuwa na uroho zaidi wa kufanya jambo kama lile. Mfano, mwanadamu pindi Ramadhani inapoanza, mwanadamu anakuwa na himma iliyokuwa kubwa, anakuwa ana himma iliyokuwa kubwa na bidii zaidi katika kufanya ibada tofauti tofauti. Utaona akisoma Qur'ani, akitoa sadaka, akifanya adhkar. Lakini namna siku zinavyozidi kupita ndivyo vile walikulli shirratin fatra. Namna siku zinavyozidi kupita na kuyoyoma ndivyo vile mwanadamu aenda akipata jambo linaloitwa fatra. Fatra ni mwanadamu ile himma aliyoanza nayo, ile gia aliyoanza nayo mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani naenda kipungua. Utaona katika salatu tarawih mathalan, siku ya kwanza utaona misikiti inajaa, watu wanakuwa na himma na shauku iliyokuwa kubwa ya kutekeleza ibada kama hili ya salatu tarawih. Utaona misikiti mashallah inapendeza, misikiti inanawiri, watu hujaa. Lakini namna siku zinavyozidi kwenda ndivyo vile watu wanapungua katika salatu tarawih. Taweza tukajiuliza swali, kwa nini watu mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani wanakuwa ni wingi katika kufanya ibada, kisha namna siku zinavyozidi kupita ndivyo vile watu wanaenda wakichechea na kupungua msikitini? Tutapata sababu, na jawabu ni kuwa jambo linalofanya watu hima zao zipungue namna siku zinavyozidi kwenda za mwezi mtukufu wa Ramadhani ni uchache wa maandalizi watu wanayochukua ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yani namna wewe utakavyokuwa na maandalizi mazuri kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndivyo vile utakwenda kupata kheri na barakati katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maulama wanatuambia al-ata biqadri al-wi'a, yani mtu atapewa kulingamana na chombo alichokibeba. Yani wewe ikiwa maandalizi yako uliyoyachukua ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, maandalizi yako yakiwa ni sawasawa na kikombe, basi utakwenda kupata kheri za mwezi mtukufu wa Ramadhani kulingana na kikombe chako. Na vile vile ikiwa maandalizi yako uliyoyachukua kabla ya Ramadhani yanalingamana na jagi, basi hivyo hivyo utakwenda kupata kheri na barakati katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kulingana na jagi lako. Na vile vile ikiwa wewe ulifanya maandalizi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kulingana na beseni, hivyo hivyo ndivyo utakwenda kupata kheri na baraka zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kulingana na hile beseni yako. Hivyo al-ata biqadri al-wi'a, yani kila mmoja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani atachuma na atapewa kulingamana na maandalizi aliyoyachukua ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo ndugu yangu Muislamu, ikiwa wataka kheri na barakati na nafahati zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hakikisha unakuwa na maandalizi mazuri ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tukapate kheri na barakati zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yubarik lana fima baqiya min Sha'ban wa ballighna Ramadhan.